huyu bibi nilikuwa na yeye wakati ameona hii issue imekuwa ni serious zaidi kuhusu mama yangu. Najua alikuwa anajua ako na makosa, hakuwa anasaidia mama yangu kumuosha ama kumpikia. Ilibidi huyu bibi ametoroka. Akatoroka, kaniachia mtoto. Yeye akaenda. Sasa ikakuwa kwamba mimi niko na shida mara mbili. Niko na shida ya kutoa mama yangu hospitali, na niko na shida ya kuwaza tena huyu mtu ameniachia mtoto, nilee mtoto peke yangu. Amerika hiyo kidonda ikakuwa kwamba sasa shida nikaa imeongezeka zaidi juu sasa hata kukojoa sasa hajicontrol, inabidi mkojo na mwagika na mavi inatoka tu hivyo. Sasa katika ile bedi yake mimi ilibidi nitoboe shimo pale katikati kwa ile mattress na naweka karai chini, anajisaidia, alafu asubuhi naenda na mwaga kwa choo. Na ikakuwa kwamba at least nyumba imekuwa na usafi kidogo. Unaona? Imetoka wapi? Iko wapi? Kuna mboga hapo nyuma yako? Hii. Hii nimepata kwa wajirani wa. Jirani amekusaidia ya kula jioni ya leo. Sasa. Takula hii, takula. Nime na maji. Okay. Sawa. Kesho mzazi wangu kijaliwa. Huji kunaangalia kama hii na kula hii. Na kesho takula nini? Tutashughulikia hiyo. Haya. Ongea na Isaya, alafu tutashughulikia. Haya. Shirikani. Nauma kwa miguu, lakini sijawahi kuenda. Mguu hii ya kutoka utoto nilianguka kitandani. Okay. So ni shida umekuwa nayo kutoka utotoni, si ati imeanzia ukiwa mzima? Hii nilikuwa tunasikiliza na mama. Nilikuwa nimezaliwa mzima. Baada ya hapo ya uzima wangu nikawa nachoka kulala. Naamka. Kuamka ndio nikaanguka. Ndio udema sasa unalemea na humu. Na sasa nimekuja kukutembelea mam. Unakuja kunitembelea kwa sababu nimesikia shida zile uko nazo hapa. Unaweza taka Wakenya wakusaidie jinsi gani? Mimi Wakenya cha mno na cha pili ni chakula. Hamna chakula? Hamna chakula kabisa. Na nguo. Na nguo hauna? Sina mama, ni urengeti tu. Okay. Sawa. Najua watakusikia na watakusaidia. Ni sawa mama? Nashukuru. Na nani anakuangalia hapa nyumbani? Hapa. Watoto wangu wametoka. Tuko hapa. Kuna Simon, mjukuu wako na kumbe nanijua wewe. Anakujua kabisa. Kumbe unanifahamu mama. Mungu akubariki. Asante mama. Nimeshukuru sana. Na Mungu azidi kukulinda. Hata wewe. Na kuzingire. Na wabariki sana. Asante mama. Tutaonana wakati mwingine. Haya. Kwa heri. Haya mama, mkalale salama. Pia nawe. Mwiroreri wa Kate Infinity ngunyite ugeni thini wa video itu ya muthenya wa umuthi. Ndimureheire mugeni wa mwanya muno uria aratwira ati niwe akoretwo akirera kana gake gakahi thutha wa mutumia wake gukorwo akimutiga. Oroho no akoragwo akirora mamu wao uria ari na thina wa mwiri kana she's bedridden, ndangiuma haria ari na koguo niwe rutaga wira wa kumumathira gya kuria, agakorwo akimurugira, oroho gukorwo akimuthambia. Nitugukorwo tukiaraniria nake niguo atuhe maingi megie maria akoretwo agika thini wa muci uyu wao. Na nyingi nguririkanie twi road to 50,000 subscribers, koguo korwo ukihit the subscribe button, ngakuhoya ndinyihitie muno niguo tuhote gukorwo tukiachieve that goal. Angikorwo no wende gukorwo ugishare your story na utwandikire thini wa namba iyo i hau screen yaku. Nigukorwo ngimunyita ugeni atwire maritwa make, kuria umite
na mangĩ maingĩ. Karibu sana. Asante. Kwa majina mimi naitwa Isaya Simon Mwangi. Nimezaliwa Nairobi katika mtaa ya Korokocho na huko ndiye nimelelewa. Katika maisha yangu nimezaliwa katika tumbo la mama yangu watoto 12 na watoto 8 wote bahati mbaya waliaga wakakufa. Kabaki vijana 2 na hao vijana 2 wazazi wetu walikuwa hawajiwezi. Baba alikuwa ni kipofu, mama ni disability ambaye ni mlemavu wa miguu. Sasa katika hii maisha wazazi vile sisi tumegrow tukafikia kiwango ya kujijua, ikakuwa kwamba shule hatukuweza kwenda kusoma. Mimi shule nilienda kasoma mpaka class 8, sikuweza kuendelea zaidi ya hapo. Then ikakuwa sasa maisha ambayo ingeendelea juu ya njaa ni kuanza kujitafutia. Mimi nikaingia street, nikaingia kuna mahali hapo Dandora panaitwa Mukuru, nikaanza kuokota maplastic na machuma, naenda napima na lisha wazazi wangu. Wakati huo baba yangu alikuwa hai, hakuwa ameaga. Nikaendelea hivyo nikiwatafutia kidogo kidogo, napima kuja nanunua kaunga, tunapika tunakula. Sasa nikata kidogo, hiyo time babako alikuwa anafanya nini? Baba yangu wakati huo alikuwa anasaidiwa na missionary wa hapo St. Teresa's. So ikakuwa kwamba kwa sababu yeye hakuwa na macho, so akafikia kiwango wakampatia pesa za kuwa anafanya biashara, lakini kwa sababu yeye alikuwa hana macho, itakuwa kwamba zile pesa ile capital imeisha tu. Na juu imeisha sasa, itakuwa pia sisi watoto tumegrow kama imeisha. Sasa vile tumegrow kama imeisha, sasa katika hiyo kujitafutia ndio kwenda Mukuru na Dhora. Hiyo gari inatoka Embakasi inakujaga na machakula ambazo zinatoka uwanja wa ndege Embakasi. So hapo ndio tulikuwa tunapata hizo machakula, unapata kuna makeki, kuna mayogurt na zile chakula ambazo zimebaki kwa ndege. Sasa hizo nilikuwa nachukua kupelekea familia yangu ambayo ni baba yangu marehemu na mama yangu na ndugu yangu. Sasa katika hiyo life mimi nikaendelea hivyo, nikafikia kiwango ambapo nimepatana na marafiki, kwa sababu kwa ile Kudhora kulikuwa na marafiki wengi. Tukashikana tukaendelea sasa kuwa ni kama mabad boy katika ile mtaa. Sasa ile mtaa kafikia kwamba vijana wenzangu mpaka tumeanza raundi za ngeta. By the way, kweli watu tulikuwa tunawataimia wakati wametoka kazi saa 11 asubuhi, tunaingia pale kwa daraja Dandora, mtu na kisu yake. Sasa mkishika kamzee ngeta, mnakapora simu na pesa. Kafikia kiwango tumeendelea mpaka tuka-upgrade, tukapata kitu inaitwa bunduki. Na hiyo bunduki yenyewe tuliitumia na tukapora katika vilabu mingi na maduka mingi na watu wengi. Baada ya hapo sasa ikakuwa kwamba majina yetu imechafuka sana na ikakuwa tunalawama mingi. Na ikakuwa tunatafutwa na maaskari na hata wazee wa vijiji. Hiyo mtaa yetu ya Korokocho ilikuwa imejulikana sana kwamba ni mbaya. Ikuwe kwamba kila asubuhi ukiamka utapata maiti, mtu amekufa kwa sababu ya hiyo. Sababu sasa unakuta kwamba akikataa na pesa lazima mtamdunga, mchukue kile mko nayo. Nyinyi haja yenu ni mchukue do, hamtaki kujua usalama ule mtu. Lakini kweli katika ile life mimi vile nilikaa, ndio nilikuwa nabeba silaha, lakini sikuwahi kudunga mtu, ila nilikuwa nabeba silaha pamoja na wenzangu, ila wenzangu walikuwa wanafanya mengi mabaya. So mimi nikaendelea kuishi na wale wenzangu kwa muda kidogo. Katika miaka vile zilisonga, marafiki zangu wengi walikufa, waliuawa, pigwa bunduki, wakakufa. Tunaenda mazishi Lang'ata tunazika, wengine walikuwa ni Waislamu tunazika Kariakoo. Ikakuwa kwamba si feel pain na si feel vibaya, naona tu ni kama life inaendelea tu kawaida, kwa sababu ile maisha ya udingo ilikuwa ni smart, kwa sababu hakuna kitu ungekosa. Wewe utaenjoy, utakuwa na madem, utakuwa na pesa, kitu yoyote ile utataka
yenyewe utakuwa nayo sababu ya ile shida. Then mimi yenyewe nikaendelea nikapata ka sponsorship kwa shule ya orphans ambayo inajiita Dorcas Aid. Iko wapi? Iko hapo Redeemed, ukiruka mto kama uko Grogon hapo Korokocho, unaruka unaenda hapa Kariadudu. Sasa ukiingia hapo kuna hako ka center kanajiita Dorcas Aid. Director alikuwa anajiita Mr. Naf, alikuwa retired soldier wa Kenya. So huyu jamaa akatusponsor pale, tukasoma akatupeleka shule kiasi. Sasa hapo ndio mimi nilikujaga nikamaliza shule. Ulikuwa unasomea course fulani ama? Not sasa hiyo ndio hapo sasa beginning yangu kwenda shule, ndio nikuje bado kuharibika nianze mambo ya mtaani. Sasa hiyo ndio ilikuwa shule yetu ambayo ilitusaidia, ambapo ilikuwa inachukua watoto wa watu wasiojiweza. Okay. Sasa hapo na hapo sasa baada ya kuona kwamba sina mafanikio ndio niliingia bado kwa hii mbogi ya watu wabaya. So life yangu ikaendelea hivyo. Wakati mabeshte wangu wamededi wengi, mama yangu aliota ni kama ndoto. Kaniambia mimi nimeota vibaya, so sioni kama utaendelea na hiyo tabia kwa sababu nimeota vibaya, kwa sababu hata yeye alikuwa anajua tabia yangu vile nilikuwa nafanya. Ikakuwa kwamba mama yangu akaniambia tuhame tuondoke huko. Ndipo tukaondoka. Tukarudi tukaenda tukakaa mahali pengine panajiita Kariobangi. Lakini Kariobangi pale vile tulihamia bado maisha ilikuwa ni ile juu sikuwa na kazi ya kujishikilia. Mimi nikaendelea tu kutembea na hii mbogi yangu. Kidogo. Saimo, Majoi, nichukulie tu mtoto. Nyamaza. Ona, wacha kuita baba. Ambia bibi anakuja. Sawa. Sasa pale Kariobangi Mungu akanijalia mimi nikaona kwamba hii kazi sitaendelea nayo kwa sababu marafiki zangu wengi wamekufa. Wacha nijaribu bahati nyingine. Sasa rafiki yangu mmoja akaniambia pale Isili Waria wote wanapeana kazi. Nikaenda pale Isili Nairobi. Katika kuzunguka nikapata mzee mmoja Mokorino akanipatia kazi ya hoteli. Sasa mimi ni kuosha vyombo na kusavu watu. Kaendelea nikafanya hiyo kazi. Nikafanya. Nyewe pesa ile mimi nalipwa kwa kweli ni ndogo. Ilikuwa ni 250. Juu sasa nalipa 250, juu mimi nakula wapi? Hapo. Nampea 250 alafu kuniachilia na niachilia saa 1:30 ama saa 2. Wakati nimeshaosha vyombo vyote nimemaliza ndio zikuwe safi, kesho turaukie kazi. Mimi naenda. Kaendelea hivyo bahati nzuri kwa sababu nimeshaanza kupata juu wenyewe nilikuwa najitahidi na kula 100 na kuweka 150. Kaendelea hivyo nikabahatika nikapata bibi wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Saumu. Kakaa na yeye hivyo. Sasa baada ya mimi kuwa na yeye akakuwa wifi yangu. Tukakaa na yeye katika ile kukaa na yeye bahati nzuri Mungu akatujalia tukapata mtoto wa kwanza. Kupata mtoto wa kwanza ambaye ni Mariam. Mtoto wa pili akakuwa ni kijana. Sasa katika ile maisha kuishi na yeye mimi nikaendelea kufanya ile kazi. Ile kazi baada ya kuisha, kwa sababu ule Mokorino ni kama alihamishwa, ile nyumba ikabomolewa pale. Sasa ile kazi yangu ikaisha. Huyu bibi ilibidi ameenda Saudia. Kuenda Saudi Arabia, yani ikakuwa between mimi na yeye hakuna communication. Sasa mpaka wale hii ikakuwa kwamba kutoka wakati huo sikakuwa kwamba mimi sina mawasiliano na yeye. Na alipoenda akaenda kabisa. Sasa mimi sikabidi kwamba hiyo life ya Nairobi hapana nibadilishe. Nikakuja Naivasha plus na familia yangu sasa ambaye ni mama. Na wakati huo nikikuja hii Naivasha sasa, wakati huo mzee alikuwa ashapasi, tukamzika Lang'ata. Na kwa sababu hatukuwa na pesa yoyote ya kumpeleka ushago, naona tu acha tumzike Lang'ata juu tumechangisha pesa ile kidogo ya kununua sanduku na kununua kaburi Lang'ata.
ndio tukamzika Lang'ata. Then sasa hapo si ndio tukaamua tu shift tukuje Naivasha. Mmekuja Naivasha juu ya nini? Kwa sababu mama yangu aliniambia nikiendelea kukaa Nairobi nitakufa. Unaona, kwa sababu anajua marafiki zangu wengi walikufa, na pia alikuwa analetewa na mama wengine wanamwambia mtoto wako afanye hivi na hivi. Sasa unaona ile kitu ikakuwa pia inampea pressure. Hata mimi mwenyewe nikaona kwamba mama juu ashazeeka na ako hivi, itamuua juu ya stress. Mimi mwenyewe nikadecide kwamba tukuje Naivasha. So kukuja hiyo Naivasha, hatuna mbele wala nyuma. Hiyo life yangu nikaendelea hivyo. Nikaendelea kuokota hizo plastic na machuma, kwa sababu sasa sina mwenyeji yule angenionyesha kwamba twende hivi na hivi. Hakuna. Kaendelea kuokota hizo plastic na machuma, na pima kidogo, tunapata riziki yetu ya kukula. Tukahamia kwa nyumba fulani hapa chini. Sasa juu wakati tulikuja tulifikia kwa mama mwingine ambaye alitusaidia nyumba kukaa kwa siku kidogo. Sasa si mimi nikaona kwamba haka kadogo nimepata, juu hiyo nyumba ilikuwa inalipwa 350. Nyumba ya matope na haina stima. Tukaingia hapo tukakaa. Sasa baada ya kukaa hapo hivyo, mimi nikaendelea tu na ile kazi yangu ya kuokota plastic. Kuendelea hivyo, si ndipo sasa ikakuwa kwamba nimepata rafiki ambaye angeniambia twende baharini kwenda kutega samaki. Tukaruka baharini kwenda kutega samaki. Sasa at least nibadilishe kazi, nione kama itakuwa na mafanikio tofauti na ile mafanikio mengine. Hapo sasa kuendelea hivyo kutega samaki, ikakuwa bahati nzuri ama bahati tuseme tu ni bahati nzuri, juu nilikuwa napata kama 500 ama 600 kwa siku. Hapo sasa ndio nikapata tena bibi mwingine ambaye ni wa pili sasa kutoka hii area. Nikamchukua tukakaa na yeye. Sasa baada ya kukaa na yeye hivyo life yangu kaendelea nikitega tu samaki. Ngatega samaki. Sasa wakati miezi zimesonga, kafikia kiwango pale mafisheries wamekuja wakaanza kutuhangaisha. Mara unashikwa, ukishikwa unapigwa kama nyoka, unapigishwa samaki ikiwa mbichi. Mimi hiyo shughuli nikaona hapana, hapa mimi nitaumia. Nikawachana nayo. Nikaenda sasa Kinangofu kwenda kujaribu kutafuta hizo vibarua za kupalilia ama kuvuna viazi. Round 1 nilipoenda nikafanya kama wiki 2, nikarudi. Niliporudi nikaambia madhi yangu kwamba madhi, sasa mimi nimepata kazi, acha nijaribu juu sana. Nilikuja na tu viazi kidogo kawaletea angalau wakae, kwa sababu wakati huo sasa nilikuwa nimeshapata udem kama rafiki yangu. Sasa ndio nikampanga, nikamwambia wewe utakuwa unasaidia madhi, angalau unapika hii kidogo viazi mnakula. Mimi nikamwambia acha nirudi huko ndio nijaribu kufanya nini, kuendeleza maisha. Pesa nitakuwa na watumie ile kidogo napata. Mimi nikaenda hiyo Kinangofu, kaendelea kufanya vibarua. Almost nilikaa kama wiki 3 nikapewa hizo pesa, nikamtumia 1500. Baada ya kumtumia 1500, kukaa siku 2-3, mimi nilipigiwa simu na majirani. Kupigiwa simu na majirani, wakaniambia kwamba kwani wewe uko wapi na mama yako huku ni kukufa na kufa. Najua nikashtuka. Sasa baada ya kushtuka nikajiuliza kwani kunaendaje. Sasa nikampigia simu nikampigia sasa simu ya mama tena huyo, juu ni simu ya kuomba. Nikamuuliza kwa nini umesema hivyo? Akasema mama yako ni mgonjwa, wewe hebu kuja. Mimi nikakuja kweli, nikapanda gari wakati nilifika huku kufungua mlango, nilipatana na harufu moja mbaya sana kwa nyumba. Nikashindwa kunaendaje. Labda mama yangu hakuwa anaoshwa, labda ni zile vinyesi ndio anajisaidiaga kwa kitanda, so labda hizo ndio zimekuwa mingi. Kuingia pale nikachukua ile mattress ambayo analaliaga, nikamtoa nje hapa. Kumtoa nje nikaita mama fulani ambaye ni mzee kidogo akuja aniangalilie, juu saa mimi singemfunguanisha huku chini kama mtoto wake wa kijana,
kaita huyo mama. Kuita huyo mama kuja kumfungua, akapata mama yangu ni magunyu zinatoka kwa mwili, kwa dudu. Si huyo mama akapiga kelele akasema, huyu mama ni kuoza anaoza. Sasa kuona anaoza, silibidi hata mimi nimeshtuka. Ndio yule mama akaniambia acha nimfunge leso, alafu sasa wewe umuoshe tumpeleke hospitali. Mimi nikafanya hivyo kweli. Yule mama akamfunga leso. Baada ya kumfunga leso, mimi nikachemsha maji hapo, nikaanza kumuosha. Tukampeleka hosi hapa district. Sasa kumpeleka hosi, yenyewe kweli wakati alienda akaangaliwa na daktari, kumbe ni vile akilala zile mavi na zile uchafu zinamchoma mpaka zikatengeneza wadudu. Sasa kutengeneza wadudu ndio zikatoboa shimo kwa mwili yake. Sasa wale wadudu hata walikuwa wanatoka kwa mwili wanaanguka chini. Hapo sasa akatibiwa, kakaa district karibia mwezi mzima, akatibiwa pale. Sasa amekaa akipewa dawa, ile kidonda mwishowe ikaanza kuonesha dalili ya kupona. Si akapewa ruhusa, lakini pesa ambayo tulikuwa tunadaiwa ilikuwa ni almost 30k. Unaona? Sasa hiyo 30k, huyu bibi nilikuwa na yeye wakati ameona hii issue imekuwa ni serious zaidi kuhusu mama yangu, alikuwa anajua ako na makosa, hakuwa anasaidia mama yangu kumuosha ama kumpikia, ilibidi huyu bibi ametoroka. Akatoroka, akaniachia mtoto. Yeye akaenda. Sasa ikakuwa kwamba mimi niko na shida mara mbili. Niko na shida ya kutoa mama yangu hospitali, na niko na shida ya kuwaza tena huyu mtu ameniachia mtoto, nilee mtoto peke yangu. Okay. Pale sasa mimi sikuwa hata na shilingi ya kuweza kwenda kudanganya madaktari niko nayo. Ikabidi sasa nimeanza kuzunguka huku kwa marafiki nikijaribu vile nitachangisha ifike hiyo 30,000. Kweli nikajaribu sipati pesa. Wamempea ruhusa atoke, lakini mama yangu alikaa tena almost ni kama mwezi tena pale hosi kwa sababu ya kujaribu kuchangisha. Nikazunguka hii karakta, wengine wananiambia mama yako hatumjui, hebu tupe picha. Mimi sina picha, niko tu na zile karatasi za bila. Wengine wakaanza kuniambia, sasa wewe utajuaje ni ukweli mama yako ako hosi? Inaweza kuwa wewe bado ni wale matapeli wanatapelianaga, wanaenda kukunywa pombe. Nikawaambia sasa mimi hapana, niko na ukweli kwa sababu mama yangu ni mgonjwa na ako hosi, na mimi naogopa Mungu kwa sababu siwezi jiwekelea kitu ambayo ni ya uongo. Nasema hivyo nikiwa mkweli na hata makaratasi ndio hii. So nikajaribu kujitetea hivyo mbele ya watu, lakini si wengi walinisikia. Na mtu alitoa mbao 10, 20, hizi pesa hazikufika. Sasa kuna mama mmoja ambaye alinipatia idea. Kaniambia hivi, hii shida ni kubwa na ule mama juu ashapewa ruhusa, amepewa discharge. Wewe fanya hivi, enda kwa mheshimiwa wetu anaitwa Virginia, huyu MCA. Kweli yule mama nilienda mpaka kwake, nikamwambia, habari mheshimiwa, mzuri. Mheshimiwa, mimi niko na shida. Mama yangu ni mgonjwa na amesaidiwa pale hosi, ameshatibiwa na at least yako sawa, amepewa discharge na wanatudai tulipe bill. Na mimi kwa kweli mheshimiwa, sina kazi na sina pesa ya kuweza kutoa mama yangu. Akaniuliza, hauna ndugu yoyote ambaye mnaweza saidiana na yeye uambie wakusaidie utoe? Nikamwambia kweli mheshimiwa, mimi sina ndugu ambaye anaweza nisaidia nitoe mama yangu. Mheshimiwa akaniambia, sasa we enda, uko na simu? Nikamwambia ndio. Akaniambia enda, alafu kesho nitakupigia ukuje asubuhi. Ni kweli mimi nikaenda, nikakuja kwa nyumba, wakati huo mama yangu bado ako hosi. Nikakaa kwa nyumba, nikafikiria, nikaona wacha tu nivumilie, kesho itafika, nitaenda kwa mheshimiwa, labda atanisaidia. Asubuhi nilipofika mimi nilienda kwake. Kufika kwake mheshimiwa akaniambia sawa, jina anaitwa nani? Nikamwelezea jina ya mahali. Alafu sasa akaniambia sawa, hiyo wewe chana nayo, mimi nitamalizia hiyo shughuli, nitatoa mama yako.
mimi nilishukuru yule mheshimiwa, nikamwambia mheshimiwa asante, Mungu akubariki. So siku iliyofuata nilienda hosi, nikawauliza, akasema ni kweli mheshimiwa alipiga simu na akasema atakilie hiyo bili yote. Mimi nikashukuru sana. So baada ya hapo hawakumruhusu hiyo siku. Kesho yake ndio wakamruhusu, wakatupea maadhi. Sasa maadhi alikuja akakombolewa kagari hapo hivyo na mheshimiwa, tukamleta hadi kwa nyumba. Sasa baada ya kumleta kwa nyumba, ukumbuke kwamba yule mama bado anahitaji chakula, anahitaji dawa. Mheshimiwa mwenyewe ile kitu alitusaidia, alitupatia wheelchair. Baada ya kutupatia wheelchair na mattress na kakitanda hapo hivyo, sasa ndio maadhi ya kuwa kilalaga wapi kwenye hiyo mattress, kwa sababu ya hiyo kidonda hiyo injury alikuwa nayo. Mamangu akakuja kweli kwa nyumba, akamtandikia hiyo bed, akaanza kulala hapo, treatigi kwa hiyo kidonda yake ndio aweze kupona. Lakini sasa ikakuwa kwamba shida ni chakula na dawa ambazo angefaa tumie kama painkiller. Sikabidi sasa mimi tena nimerudi wapi kwa kazi yangu ya kuokota maplastic na machuma. Kajaribu hivyo kidogo, kakuwa nafanikiwa kilo 2, kilo 3 ama kilo 4, napata 150 ama 100. Ndio nakuja na nunua githeri na diclofenac nampatia, natuliza maumivu. Sasa katika kuendelea hivyo, katika hiyo maisha yangu hapo, ikakuwa kwamba mama amerecover. Lakini bila amerecover hiyo kidonda, ikakuwa kwamba sasa shida nikaa imeongezeka zaidi juu sasa hata kukojoa sasa hajicontrol, inabidi mkojo na mwagika na mavi inatoka tu hivyo. Sasa katika ile bedi yake mimi ilibidi nitoboe shimo pale katikati kwa ile mattress na naweka karai chini, anajisaidia, alafu asubuhi naenda na mwaga kwa choo. Na ikakuwa kwamba at least nyumba imekuwa na usafi kidogo. Unaona, nikaendelea hivyo kumfanyia hivyo, na mpaka saa hii bado mimi huwa namfanyia hivyo. So ikakuwa kwamba yule mwanamke ambaye alitoroka akakuwa ameniachia mzigo mkubwa, hata saa hii ndio napambana nayo nikiwa kama mimi ndo breadwinner. Huyu ndugu yangu na yeye mkubwa sasa ambaye mimi namfuata, yeye ni mlevi na anavutaga gamu. Sasa hanaga shughuli nyingine yoyote ambaye anaweza kuja kusaidia kwa mama yangu. Sasa inakuwa kwamba mimi ni kung'ang'ana kila siku asubuhi. Nyumba nayo ndio hiyo unaiona haina stima. Alafu sasa unakutaga kwamba pesa ni 1,000 nalipa. Lakini sasa unakuta hata hiyo pesa hata saa hii nadaiwa shilingi 3,000 sijalipa. Unaona, chakula yenyewe hata masafuria huko ndani hakuna hata jiko ama safuria. Kuanzia jana mama yangu na mimi na huyu ndugu yangu tumelala njaa. Unaona, so ni ile tu unakuta kwamba ni ile kubahatisha. Nikitoka, unajua watu wanaokota machuma pia ni wengi, si mmoja. Unakuta kwamba kwa hiyo barabara unakuta kwamba mko wengi mnaokota. Sasa unakuta kwamba wewe kabla ufikishe hiyo kilo 2 ama kilo 3 utakuwa umezunguka mahali pakubwa sana. Hiyo kilo moja ni pesa kama ngapi? Okay, kilo moja ya chuma saa hii inatoka 45. Okay. Sasa ikakuwa kwamba katika hiyo maisha yangu mimi nikaona sasa wacha tu niendelee na hiyo. Then mimi nikarudi tena kwa bahari. Ile bahari sasa ikafikia kiwango tunatega samaki kwa huu muda sasa. Ukitega samaki napeleka pale kwa makaburu, nao wanakufishora, pesa inakuwa ni ndogo zaidi. Kwa sababu gani? Wao wanataka faida kubwa kuliko wewe mtege. Sasa mimi mpaka saa hii nimekosa jinsi ya kufanya, sina kazi yoyote na sina njia yoyote ya kufanya. Ile kitu mimi ninayo saa hii ni hiyo tu kazi yangu ya kuokota machuma na maplastiki, hiyo ndio mimi nategemea. Na umetuambia uko na mtoto mwenye uliwachiwa. Huwa anasoma? Huyu mtoto wangu vile mimi niliwachiwa na huyu bibi, mtoto wangu kwa kweli kama pesa yenyewe ya kukula inakuwa ni shida, je ya kumpeleka shule na kubai uniform, naona inakuwa ni ngumu sana kwangu. So sijampeleka shule, sasa hii ako na 5 years.
but na hope kama Mungu atasaidia naweza mpeleka shule next year maybe. Ulikuwa umesema kwamba watoto wenu wanane walishaaga. Unaweza jua ni nini kilisababisha waage? Watoto wetu wanane, wakati mimi nimegrow nikafikia kiwango ya kujielewa, mama yangu anasema kwamba yeye madhi yangu ni mtu kutoka hapa hivi Kiambu. Sasa ikakuwa kwamba yeye ni kama alikuwa na uhadui na bibi mwingine ambaye mzee alikuwa ameoa kabla. Sasa mama yangu wakati yeye akizaa mtoto, ule mtoto ni kama alikuwa anarushiwa mavitu mbaya, watoto wanakufa. Kazaa tena wa pili, hivyo watoto wanakufa. Nafikisha age kama ya miaka 5 ama 6 mtoto anakufa. So ikafikia kiwango mpaka ule mama akaenda kwa maombi, na hiyo tu disability yake. Akaenda kwa maombi, akaombewa, akaambiwa kwamba wacha tufunge hizo vitu, angalau Mungu atakusaidia, utajifungua vizuri. Sasa ndiye akajifungua huyu brother yangu mkubwa na mimi, ambaye sasa mimi ni kama last born. Mimi ndio last born kwa huyo mama. Sasa hawa ndugu zangu wote walipita, na ikakuwa kwamba huyu mama hawezi kupata msaada kwa mtu yoyote juu sina uncle, sina auntie ama sina uka, ni mimi tu na huyu brother yangu na mama na huyu mtoto wangu. So ikakuwa kwamba life yangu mimi mwenyewe sina mahali nimetegemea kwa mtu yoyote ambaye anaweza nisaidia. Mimi ni mimi, najitegemea mimi na Mungu wangu. Sasa na mimi pia ninayejitegemea bado nategemewa na mama yangu na ndugu yangu mkubwa na huyu mtoto wangu. So ikikuwa kwamba mimi nimekosa ile kidogo, kwa hiyo siku watu wote wanalala njaa. Na ukisema mamako ni mlemavu, unaweza jaribu kuelezea watazamaji waweze kuelewa ni shida gani? Mama yangu ni disability miguu. Alafu pia macho moja hana, na nguvu za mikono pia hana, na age yake pia ni imesonga. Tuseme ako na almost 80 something kwa hiyo miaka alionayo. Sasa hapo huyo mama ni mzee, na unaona pia na ile ulemavu ya mguu hawezi kufanya kitu yoyote. Sasa inabidi sasa hata kama ni hiyo kwenda choo anajiendea tu hapo. Ulikuwa umesema kwamba ulikuwa unaenda kazi. Ushaijaribu kwenda kazi ya mjengo? Mimi kazi ya mjengo, baada ya mimi kukuja hapa Naivasha, nilikuja nikaenda kazi ya mjengo. Naamka saa 12, nafuatana na wale wengine wakienda mjengo, na nilifanya kafanya kwa muda kidogo, lakini nikaona kwamba wale maforeman na wale mafundi wanapeana kazi kwa kujuana. Wewe kama hawakujui inakuwa tena ni shida, kwa sababu utapewa leo lakini kesho ukikuja utakuta kwamba hakuna kazi. Naambiwa watu wamejaa, namba imejaa. So inabidi kwamba unajua yule hakujui shida zako, lakini sasa na wewe hautamlaumu kwa sababu umepeana kwa mtu mwingine kazi, itabidi uende mahali pengine. Ukienda mahali pengine unakuta tena masaa imeenda, ni saa 3 na kwa mjengo unafaa uingie saa 1. So unaona kwamba itabidi umerudi nyumbani ama uendelee kuokota chuma. So nikikosa inabidi sasa naendelea kuokota chuma, na badala ni amkie tena hiyo kazi juu nilikosa jana, naona heri kazi yangu ya kuokota chuma na maplastiki juu hiyo sibishanagi na mtu. Sasa hiyo inakuwa ni nguvu yangu ya kutembea kwa mguu. Mungu akijalia nikitembea kwa muda mrefu, unakuta kwamba zile chuma si eti ni rahisi zinapatikana. Unakuta kwamba nimetembea kutoka hapa hadi Naivasha nimepata kilo kama 2. Sasa hizo kilo 2 nikipima, hiyo ni 90 bob. 90 bob mimi mwenyewe juu nimechoka, sijakula. Nakula kama 30 nikatakatiwa mandazi. Hizi zingine naweka tena nikikuja nikiokota. Ndio at least nikifika nyumbani 60 na wanunulia githeri ambayo imepikwa, kuweka chumvi, wanakula, hiyo siku inaisha hivyo, na wanakunywa maji, wanalala. Umetuambia kwamba unaoshanga mamako. Wewe unafeel aje wewe kama mtoto wa kijana? Unaona ile uchi ya mamako? Mimi katika ile kuosha mama yangu,
yani inakuwa ni uchungu sana, kwa sababu nakaaga najifikiria kwamba kwani mimi Mungu hakunipa nafasi ya kuweza kupata ambaye ni dada ama ni mtu ambaye angenisaidia, kwa sababu singeweza kuosha mama yangu, lakini kwa sababu sina otherwise ama sina jinsi, naambia Mungu anisamee, naosha mama yangu bila kupenda, na naambia Mungu wangu anisamee, kuzimuaga nachukua leso namfunga huku juu namuosha vizuri, namsugua hadi miguu, huko kwingine namwachia yeye mwenyewe anajiosha. Then sasa wakati wa kumpaka mafuta tena namwambia jifunge leso, nampaka huku juu kichwa. Haya, kama ni kucha ni refu, hizo kucha namkata, hata nywele saa zingine namnyoa mimi mwenyewe na makasi. Shamnyoa, maliza hapo namvalisha manguo, namwacha sasa hapo akiwa sawa. Lakini umesema kwamba hana nguvu ya mikono. Ya, hana nguvu ya mikono kwa sababu yani ile mikono ya kuweza kufanya kitu mzito. Lakini kujishika kidogo ambaye ni kama kujisugua, hata kujikuna yani anaweza. Hata wewe mwenyewe ukimwangalia utaona ile mikono haina nguvu. Sasa hivi ungependa Wakenya wakusaidie vipi? Mimi kwa kweli ningeomba tu kwa wasamaria wema, wale wanaweza guswa na roho yao, kwa sababu hii dunia ni mapito na mwanadamu husaidia mwanadamu mwingine, na singependa nizaliwe katika shida kama hii ambayo niliyokuwa nayo, na singependa kusema kwamba huyu si mama yangu ama hii si maisha yangu. Mimi najua kwamba shida ni kwa kila binadamu hutokea. So kwa Wakenya wote watakaoona inastahili na wataguswa na moyo wao, ningeomba tu wanisaidie ili niweze kubadilisha maisha yangu. Ya kwanza niweke maisha ya mama yangu vizuri, akuwe na maisha mazuri. Nipete hata kama niyo pesa ya kuwa namnunulia pampers, kwa sababu hata saa hii pampers hana, inakuwa ni manguo tu namfunga nazo, anajisaidia asubuhi, nazitoa naenda natupa. Then nipeleke mtoto wangu pia shule, hiyo mimi nitashukuru. Alafu niweke hata kama ni kabiashara kadogo kakuweza kunisaidia ili niweze kulea watu. Sasa mama yangu pia namhesabu ni kama mtoto wangu pia, kwa sababu sasa yeye amegeuka kuwa mtoto. So nahesabu hiyo ndio familia yangu mimi, nanitegemea plus brother yangu, hao watatu. Ningeomba tu Wakenya wale watakao guswa na moyo wanisaidie, na Mungu atawabariki. Namba yako ya simu? Namba yangu ya simu ni 0702801989. Jina italeta Isaiah Simon Mwangi. Asante sana Isaiah, na naweza sema nimefurahia kusikia unashikilia your family. Unaelewa? Si watu wengi wao wanajitolea hivyo, kuona ati uko na brother but yeye ako into other things, haizi saidia mama yako, but wewe umeichukua kama jukumu ya kumsaidia. Naweza kuambia zidi kufanya hivyo, inakuanga na baraka. Asante. Na nimeshukuru pia kwa kujitolea kukuja kupeana your story, and I hope ati kuna mtu atajitolea kushikilia. Sawa? Asante. Asante. Yes, mwirori thini wa platform ino itu tutitwarere mudume uriaria tone wa na ngwiciria athuri aria maratwirorera noko maria mbere support mudume uria aroka kuitirura Tuelekea house tour ya hii nyumba yenu. Sasa hapa hivi mahali ndio uwaga analala. Na sasa hapa hivi ndio uwaga umetoboa shimo ambao uwaga anajisaidia hapa hivi. Mama kidogo. Ngoja nikubebe kidogo. Ngoja kidogo. Unaona? Hapa ni shimo ambao uwaga anajisaidia hapa. Sasa anajisaidia zinaanguka hapo. Hapa kwa karai. Hiyo karai. Then sasa hapa ni huyo brother yangu huyo analalaga hapa hivi, mkubwa mimi namfuata. Alafu pale mimi ndio waga ninalala na mtoto wangu.
Sasa ile mitungi ndio ya maji, na natumiaga jiko huku ama sufuria, hata kiti ama meza. Hii ndio nyumba yetu sasa, hapa ndio kwetu. Chakula mnatoa wapi? Chakula uwaga tunabai kwa hoteli. Kwa hoteli hadi za mama? Hadi za mama. Na mtoto? Na mtoto. Na nyumba mnalipanga pesa ngapi? Hii nyumba tunalipanga 1,000. Na haina stima. Sasa unakuta kwamba tunaendaga kuchota maji huko nje ama tumeletewa na punda. Kwa sababu nimeona venye situation iko hapa. Hebu ambia Wakenya chenye sasa unataka kusaidiwa nacho. Mimi kwa kweli ningeomba Wakenya wale watakao guswa ndani ya mioyo yao wabadilishe maisha yangu na maisha ya mama yangu na ndugu yangu pamoja na huyu mtoto wangu, angalau kuwe na maisha at least kidogo ya kujielewa. Cause mimi singependa kuishi katika hii maisha ni vile tu nilijikuta nayo nikakubali, kwa sababu huyu ndio mama yangu alinizaa. So siwezi badilika ama siwezi mruka. Yeye ni kama Mungu wangu wa pili juu sasa yeye ndiye alinizaa. Itabidi mimi pia nimkubali vile alivyo. Na mimi sasa nimsaidie ile kiwango ningeweza kumsaidia. Lakini sasa nguvu yangu ya kumsaidia sina, ni ile sasa najaribu kung'ang'ana kuokota maplastiki na machuma, hiyo ndio wanapata. So unaona kama leo sasa hawajakula kitu yoyote kuanzia asubuhi mpaka saa hii. Unaona? So ningeomba Wakenya wanisaidie, kwa yoyote yule ataguzwa na Mungu amsaidie niweze kubadilisha hii maisha yangu na familia yangu. Hii ndio familia yangu, mama yangu, mtoto wangu na brada yangu. Angalau nipate hata kama nikakazi naweza weka niweze kulea hii familia yangu. Na sasa nikuulize, umetuelezea hapa ndio mama anatumia kwenda haja yake. Unamaanisha kwenda haja kubwa na haja ndogo? Zote. Inapitia kinyesi, inapitia kwa hapa. Inapitia hapa. So nikikuta si unaona? Inapitia hapa. Then nikikuta imekwama hivi, mimi naisukuma. Alafu inaanguka hapa. Asubuhi naenda kumwaga, si unaona? Kids, video kugate horo ye mushu. Kiumira ngagitwo wadi wa Njĩtagwo Kate Infinity na ngakwĩra road to 50,000 subscribers. Kindly angĩkorwo ndũ subscribe korwo ũgĩ subscribe, oroho like the video na no share with your friends. Asanteni sana. Yes, mafansa wadi wa Mwangi Kenai Hackett tuliotogora bara ya road to 50k subscribers. Tega.